Na mimi nataka niseme, niambie president wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, tunakuomba kwa heshima, umebaki siku 8 kuja hapa Sagana State Lodge, na ukuja na makaton, uchukue vitu yako utoke uende. Wachana na sisi, wachana na sisi. Wewe rais umeita mkutano pale Kicheha, ukaita wazee hapo, ukasema Rigathi Gachagua atajua wewe ni rais wa Kenya, ukatisha Moses Kuria, ukatisha Ndindi Nyoro, ukatisha Kimani Ichung'wah. Rais, mimi nakuomba, mimi Rigathi Gachagua nimekusaidia mwaka 20. Wewe nilikutoa kwa baa, nikakuunda mpaka ukakuwa rais. Miaka hii yote nimekusaidia. Wewe umekuja kutuumiza. Umekuja umeniwekelea makesi ya uongo. Umekuja umeninyang'anya pesa yangu. Sasa baada ya kufanya hiyo yote unatisha mimi ati nitajua yeye ni rais wa Kenya. Mimi Rais Uhuru Kenyatta na kuomba nikiwa hapa Nyeri, usiue sisi vile baba yako aliua JM Kariuki. Mimi nakuomba. Na rais, kama lazima uue sisi, utuue wiki hii watu watakuja kusika sisi. Ni nini unauliza sisi? Unakasirika tunaenda nyumbani. Si ulikuwa unajua iko kwa katiba lazima uende nyumbani? Makasiriko ni ya nini? Wewe ni tajiri. Hii leri hii ulijenga hapa ukafukuza watu wetu hapa kwa barabara, inabeba mafuta ya familia yako kupeleka Nyanyuki. Na hakuna mtu ile linasaidia. Kuna mtu ile linasaidia? Kuna mtu ile linasaidia? Watu ya Chaka, Rais Uhuru Kenyatta walikuwa na soko hapa wanapata pesa. Ukawafukuza ukawapeleka pahali hakuna biashara. Ukajenga leri ukatumia 3.8 billion. Na kazi ya leri hiyo ni kubeba mafuta ya Rubes ya familia yenu kwenda Nyanyuki. Rais wetu umekuja hapa, umenunua kampuni zote za maziwa. Wewe unanyanyasa wakulima ya maziwa. Unawanunulia maziwa 40 shillings. Unaenda unachemsha na weka pakiti, unatusia 120. Unatengeneza faida ya 300%. Unanyanyasa wakulima ya maziwa na unanyanyasa wenye kununua maziwa. Wewe pesa tuliwachiwa hapa na Mwai Kibaki, ulichukua pesa yote ukaficha ng'ambo huko Panama Islands. Ulisema ukitoka ng'ambo utatuambia hiyo pesa ulibeba kwa nini. Imekuwaje miaka 2 umerudi rais na hujasema kwa nini ulichukua pesa Kenya tuliwachiwa na Mwai Kibaki ukaficha huko ng'ambo? Mimi nakwambia rais, wewe baba yako alichukua mashamba ya Maumau. Hiyo mashamba ndio unaringa naye sasa. Shamba ya Gecheha ilikuwa ya Maumau mkanyakua. Shamba ya kahawa mkanyakua. Tunataka tukuambie rais, wachana na sisi. Wewe enda nyumbani ukapumzike. Tumekubaliana? Wangapi wanasema Uhuru aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani? Na tunakuambia rais tukiwa hapa nyumbani, wewe wachana na William Ruto. William Ruto ndiye alikusaidia ukakuwa rais wa Kenya. Isipokuwa ni William Ruto ukakuwa rais wa Kenya. Kweli ama uongo? Si ni Uhuru alisema 10-10? Si Uhuru alisema 10-10? Sasa anasema ati Ruto ni muongo. Yeye alisema 10-10 akatudanganya. Kati ya Ruto na Uhuru ni nani muongo? Ni nani muongo? Mnasema aende? Aende. Wewe rais, ninakutumania nikiwa hapa karibu State Lodge. Tumana na makaton kuja chukua vitu yako. Hii nyumba tunataka ikuwe tayari, ndio itakuwa makao ya William Samoei Ruto akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nituraiguithania andu aitu. Nituraiguithania. Andu akeni nimukuhe jeshi yakwa ya wira ya UDA. Nimukuhe Mwalimu Kahiga sawa kada ni sawa? Mwalimu anatosha atoshi? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Nimuguthura Kahiga ni arutete wira. Andu ake ni ndamuthaitha tondu Kahiga guku ni mucii, mumunyitirire mureke agacarie kura kuri atoikaine. Nimukumunyitira? Nimukugitira kura cia Mwalimu Kahiga? Nimukugitira kura ciake? Nimukumuherwo athie mathina kuria kungi na guku mumugitire? Athie na mbere kana athie na mbere? Apewe asipewe?
Aendelee asiendelee? Anatosha atoshi? Wacha nione kura ya Mwalimu Edward Mutai Kahiga. Huyu Wahome wa Matinga. Wahome wa Matinga anatosha atoshi? Aingie asiingie? Aingie asiingie? Pewe asipewe? Wacha nione kura ya Wahome wa Matinga. Tuko na mama kaunti wetu Mheshimiwa Mukami Mashinani. Mukami aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Apewe asipewe? Apewe asipewe? Anatosha atoshi? Wacha nione kura ya mama kaunti Mukami Mashinani. Huyu MCA wetu anaitwa Saimo. Anatosha atoshi? Anatosha atoshi? Apewe nafasi asipewe? Apewe nafasi? Apewe nafasi? Aendelee asiendelee? Apewe nafasi? Asanti. Haya. Ando achaka nitoiwithania. Nitoiwithania. Nemogo tonyitorera. Sawa Saimo. Your Excellency, kuna maneno tumeona jana ambaye imetushangaza kidogo. Sijui kama mliangalia kwa televisheni, kulikuwa na mazishi kubwa huko pande ya Mululu, mliona? Na ile kitu imeshangaza mimi, naibu wa rais, kuna wale walipewa nafasi kuongea. Kuna seneta mmoja anaitwa Malala na mzee mwingine amevaa nyororo kwa shingo anaitwa Atoli. Na saa ile waliamuka kuongea, nilikuwa nadhani watafanya vile kiongozi anatakiwa kufanya. Kiongozi ukipata nafasi kuongea mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya, unatumia nafasi hiyo kueleza yeye zile shida siko katika area hiyo. Wangechukua nafasi hiyo kumweleza rais ya kwamba iko shida ya miwa katika Western. Wangechukua nafasi hiyo kumwambia watoto wanasoma chini ya miti. Wangechukua nafasi hiyo kumwambia watoto hawajarudi shule kwa sababu hawajapata basari. Lakini walichukua nafasi hiyo kumshauri rais. Na ile mashauri wanapatia rais ilitushangaza. Walimwambia Rais Kenyatta ya kwamba arudi kwake nyumbani hapa Nairobi na Mount Kenya, na kwa sababu watu ya huko wanakataa BBI na wanakataa handshake, ashukue kiboko na fimbo na rungu awanyoroshe. Sasa rais wa Jamhuri ya Kenya kuchukua kiboko na fimbo si ni kuumiza watu? Na ile nashangaza sisi ni kwamba wale wanaambia rais aumize watu ya nyumbani hawakumuombea, hawakumpatia kura. Wale rais anashauriwa kuumiza ni wale waliombea yeye wakampatia kura akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tena isipokuwa wajui, kama wangetoka area hii wangejua hakuna mtu ya kuumizwa. Tayari watu wameumizwa zaidi, hawezi kuumizwa kuliko hapo. Kwa sababu watu ambaye hawana chakula, kuna ingine wanaweza kutumia kiboko. Watu wamefilisika, biashara zimeharibika, watu Nyamakema vitu yao ilichomwa na Matiang'i, alafu naambia rais achukue kiboko aende akanyoroshe watu ya Nyamakema. Watu tayari walinyoroshwa na Matiang'i, wamefilisika, hawana chakula. Ukienda hapa Kariobangi, watu walinyoroshwa na Matiang'i wakati ya corona, wakafukuzwa na kulikuwa na mvua, alafu namwambia rais achukue kiboko aende anyoroshe hiyo watu. Ukiendelea wafanyabiashara kutoka hapa Nairobi, kutoka mkoa wa kati wa Mount Kenya, wamefilisika, mali yao imeuzwa, imepigiwa kengele, hawana chochote. Alafu namwambia rais wale watu vitu yao imeuzwa, achukue kiboko aende anyoroshe hawa. Unakuta kama ni hao viongozi wote tayari walifukuzwa bunge kwa kamati zote. Alafu unamwambia rais achukue fimbo aende agonge hii watu. Ukipata wengine wametumiwa Kenoti amehangaisha hawa, wametumiwa KRA amehangaisha hawa. Tungetaka kumwambia Atoli na Malala, hapa Nairobi, Mount Kenya, hakuna watu ya kuumizwa na rais. Wameumia ya kutosha,
na hao wamekanyanga chini na rim, na sasa kuwaumiza hao zaidi, labda kuua hawa, kwa sababu ni watu hawana chakula. Hawa mko na chakula? Na tena tungetaka kusema namna hii, our president, we love you and we care for you. We prayed for you, we voted for you. For people who never prayed for you, who never voted for you, to purport to advise you to come and persecute those who prayed for you and those who voted for you, you should not have such people in your meetings. You should not have such people near you. Ile wangekushauri kama ni washauri wazuri, wangekuambia ukuje uongee na hii watu ya Nairobi na watu ya Mlima Kenya, ujue ni kwa nini wanapiga BBI, ujue ni kwa nini wanakataa handshake, na wangekuambia wanakataa kwa sababu kulingana na hao it is not a priority. Lakini kukushauri utoe kiboko, utumie ile mamlaka wamekupea kuwaumiza, hiyo ni mashauri ambayo imepotea. Your Excellency, Mr. President, you must keep away from such advisors. The commanders, the Murathes, the Atuolis, the Malalas of this world cannot be your advisors. All you need to do is follow the Jubilee Manifesto, follow the Constitution, and do the right thing. And if, Mr. President, you must get advice, in case you must get advice, when we look at the state of the economy, which is in ICU, this country is in ICU, it's totally destroyed. If you must get some advice for whatever reason, then the person we think you can sit with is retired President Mwai Kibaki, akushauri vile ya kurudisha uchumi wa nchi hii vile ilikuwa. Because Mwai Kibaki alikuwa nchi nzuri, kila mtu alikuwa na pesa. Sisi tulikuwa na pesa. Huyo ndio mzee peke yake unaweza kaa na yeye akushauri, but not akina Atuoli, not akina Murathe, not akina Malala. Hawa wanakuambia uumize watu yako, wanakupotosha. Hawa watu walikuombea, walikusupport, wako na shida mingi, wameumia kwa serikali yako. Kuambiwa uwaumize zaidi ni makosa na ni kitu ambaye